An ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, kutoka kwa ibn Mas'ud radhi Allah ziwe yao wote wawili. An Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ziwe juu yake. Qala, amesema inna ashadda an-nasi adhaban, hakika watu wenye adhabu kali zaidi, inda Allah, mbele ya Allah, yauma al-qiyama, siku ya kiyama, almusawwiruna, wenye kupiga picha. Mpo hapo wazoa kujisnap Sasa hali imekuwa mbaya zaidi sasa hivi. Alhabibi, unakuta na litoto la kiume nalo linajisnap, yani linajichukua video hivi nini. Sasa inna ashadda an-nasi adhaban, hakika watu wenye adhabu kali zaidi siku ya kiyama, almusawwiruna, wenye kupiga picha. Sawa sawa, picha hizi za photograph, isipokuwa zile picha ambazo zimeingia dharura kama picha za passport size, unafahamiana, hizo zinatumika katika mlango wa dharura. Picha zile za photograph, mtu amekaa na simu yake akapiga picha. Kwa nini? Ukumbusho. Wewe ukumbusha nini wewe? Unafahamiana? Picha za kuchora, unafahamiana? Picha zile za kubandika, zote zinaingia katika makatazo. Kwa maana picha, yani ikisema picha kiujumla ni haramu, isipokuwa picha za dharura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithul qudus kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa man adlamu, hivi ni nani aliyedhulumu zaidi? Hivi kuna aliyedhulumu zaidi mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, kuliko yule ambaye anayeenda anaumba, kuliko yule ambaye anayefanya kuumba kama ninavyoumba mimi. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema falyakhluqu dharra, basi aumbe mdudu chungu kama anaweza. Kwa maana kile kitendo cha kupiga picha, maana yake unafananiza na wewe unaumba kama alivyoumba nani? Anasema au liyakhluqu sha'iran, au aumbe ngano. Si unaweza itengeneze ngano, umba ngano. Au liyakhluqu habba, umba vitu hivyo. Hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao. Ni nani aliyedhulumu zaidi? Hakuna aliyedhulumu zaidi kuliko yule ambaye anayeumba kwa mfano Allah alivyoumba. Kama unaweza kuumba, umba mdudu chungu. Lakini pia na katika hadithi nyingine, hii hadithi aliyopokea Abdullah ibn Mas'ud, katika riwaya nyingine amesimulia Aisha radhiallahu anha kwamba mtume amesema ashaddu an-nasi adhaba yawm al-qiyama. Kutoka hadithi hii amepokea Aisha, ambayo amesimulia Aisha radhiallahu anha, lakini pia ipo katika sahihi mbili, na maana ni muttafaqun alayhi, kutoka katika sahihi Bukhari na Muslim, kutoka kwa Aisha radhiallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyama, watu wenye adhabu kali zaidi siku ya kiyama, alladhina yudahiuna bi khalqillah, yudahiuna bi khalqillah, wale ambao wanaofananiza, wanaopiga picha katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia imepokelewa tena, nataja hadithi ambazo zote ni muttafaqun alayhi, kwa maana hadithi ambazo ni sahihi zipo katika Sahih Bukhari na Muslim, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu musawwirin fi an-nari, kila mpiga picha ni motoni. Kullu musawwirin fi an-nari, kila mpiga picha ni motoni. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha, atajaliwa yeye kila picha ambayo aliyoipiga. Tunafahamiana? Yuj'al lahu, ataletewa katika kila picha aliyopiga, nafsan yu'adhabu biha fi jahannam, katika kila picha aliyopiga itawekewa nafsi ile picha, alafu ile picha itakuwa anaadhibiwa kupitia picha hiyo katika moto wa jahannam. Umepiga picha ngapi? Kwa maana kila picha uliyoipiga inawekewa nafsi, alafu unaadhibiwa kupitia picha ile katika moto. Tunafahamiana? Haya makatazo yote watu yaone. Ingia huko katika social media hiyo, katika mitandao ya kijamii, hadith wala haraj. Sikwambii hao watoto wa kike picha wanazopiga wanazipost,